Naam, ni kumekucha kishindo kutoka hapa ITV Super Brand Afrika Mashariki, popote pale ulipo na kusalimu. Karibu sana, tuungane pamoja ndani ya kipindi hiki tuzungumzie kuhusu ujasiriamali, biashara, ambapo vijana wenzetu huziona fursa katika nyanja tofauti, na si pia tunawalika hapa na kuzungumza nao kuhusiana na kile ambacho wao wanakifanya. Wanakuja kutupa maarifa kwa namna moja ama nyingine, ili nasi pia tuweze kupita njia zao kwa ajili ya kufika kwenye kilele cha mafanikio. Karibu sana tuweze kuyafahamu yote hayo ama kuyazungumza yote hayo. Mimi ni Halfan Abdul Qadir, ndo ambaye nakualika ungana nami kuanzia sasa hadi tamati. Na leo ndani ya kumekucha kishindo tunazungumzia kuhusu biashara katika mitandao ya kijamii, na kulizungumzia hili nimemwalika hapa Haika Masawe. Haika Masawe yeye ni mwalimu ambaye amejikita zaidi katika mitandao ya kijamii, kwa maana ya kwamba anaitumia mitandao ya kijamii kutoa elimu kwa wajasiriamali na wafanyabiashara, na elimu hii zaidi inajikita katika namna ya kuitangaza biashara yako katika mitandao ya kijamii. Kwa hivyo anawapa maarifa wajasiriamali na wafanyabiashara. Hizo ndo shughuli zake Haika Masawe, ndo ambaye niko naye leo ndani ya kipindi hiki. Karibu sana ili uweze kujifunza mengi. Kama wewe unatamani sana kuanzisha biashara kupitia mitandao ya kijamii, basi kuna mbinu mbalimbali ambazo unapaswa kuzifuata ili ufike kilele cha mafanikio. Na kipindi hiki unaweza kukifuatilia moja kwa moja kupitia katika mitandao yetu ya kijamii kwenye Facebook pamoja na YouTube. Tutafute huko kwa anwani ya ITV Tanzania. Karibu sana Haika, mambo ni aje? Mambo ni safi. Asante sana kwa kunialika hapa. Uko vizuri? Ya, niko vizuri kabisa. Nakuona. Ya, asante. Sawa. Sasa mimi nimekutambulisha ni mwalimu wa ujasiriamali na biashara. Bila shaka kabla ya kuingia kwenye masuala haya ulikuwa una vitu ambavyo unavifanya. Natamani tukufahamu kwa ufupi tu kabla ya kuingia kwenye ualimu wa masuala haya. Karibu sana Haika. Kabla sijaingia kwenye mambo ya ualimu, nilikuwa ninafanya biashara. Of course mimi ni mfanya biashara, ni mjasiriamali na ninajihusisha na biashara mbalimbali. Nimeshafanya biashara tofauti. Kwa hiyo kitu ambacho kimenisukuma zaidi kwenye swala la kufundisha ni ile ninapenda kuwasaidia watu wengine na wao wajifunze. Unajua ni kitu kizuri ile kile unachokijua unashare na watu. Kwa ni kitu ambacho nakipenda kwa ajili ya kushare. Kwa vyovyote vile ninavyofanya, sana sana tunahusika na kuingiza mizigo kutoka nchi mbalimbali kama China, Dubai, Uturuki. Kwa ndicho ambacho nakifundisha zaidi, na jinsi gani ambavyo unaweza kuanza biashara ukiwa na mtaji mdogo. Umeona maneno hayo? Na jina lako la biashara hasa ni lipi? Sisi tunatambulika kama Business Eagle Startup. Yes, ambapo ni program ambayo niliandaa kwa ajili ya wajasiriamali wadogo. Business Eagle. Yes. Kwa nini Business Eagle? Ni kile cha kwamba nilikuwa naitamani kwamba kama huyo mnyama wa eagle, huyo ndege. Yes, kwa ni kitu ambacho ninatamani kuipeleka mbali, kwa sababu naiona nimeanza from scratch. Kwa hiyo ninaona kwamba nimeweza kuanza from zero bila capital kabisa, na mpaka hapa ilipofika. Inaamini kwamba ninaweza kumsaidia mwingine na yeye akaanza, na tumeweza kufanikiwa hivyo. Maana yake kumbe hivi vitu vinawezekana. Vinawezekana kabisa. Isipokuwa kuna baadhi yetu tunaviwekea ugumu na uoga. Sasa Haika, hebu tueleze kwa mtu ambaye anatufuatilia hivi sasa, kabla hajaanza kufanya biashara katika mitandao ya kijamii, ni mambo gani hasa anatakiwa kuyazingatia? Kitu ambacho cha kwanza kabisa ambacho unapaswa kukizingatia, wengi wanahisi kwamba kuanza biashara ni lazima uwe na pesa. Hapana, kinachohitajika ni elimu kwanza, kwamba kwa tafuta sana maarifa yale ya kufanya ile biashara ambayo unaitaka. Kwa tafuta wazo lako la biashara, ukishalipata, umejua unataka kufanya biashara gani, basi angalia sasa ni namna gani ambavyo
unaweza kupata wale watu ambao wanapenda kile kitu anachokifanya. Hakikisha wazo lako la biashara linatatua tatizo la mtu. Yes. Kwa kama umeamua kuandaa daycare, basi ujue bisa ninaenda kutatua tatizo pale kwenye mtaa wangu. Okay. Watoto ambao hawana sehemu ambayo ya kwenda, watu ambao wanahitaji sehemu ya kukea watoto wao. Maana unawaletea karibu. Unawaletea karibu. Kwa angalia kwenye jamii inayokuzunguka kuna changamoto gani, then uitatue. Wazo. Hilo ni wazo lako la biashara. Ina maana hapo umeshapata kitu ambacho kinaweza kutatua tatizo la watu. Ina maana watu watakulipa kupitia hicho kitu. Then angalia sasa wateja wako utawapata wapi. Kwa lazima umjue mteja wako ni nani, anapatikana wapi. Kwa ukishajua mteja wangu labda ni mama mwenye mtoto mdogo, ina maana utajua sehemu ya kumpata, utajua na umri gani. Yani lazima ufahamu vizuri kwanza mteja wako ndio uweze kumfikia. Baada ya hapo utaangalia vitu gani vinahitajika. Je, ninahitaji eneo, nahitaji nini? But kwa sasa hivi kwa maisha yetu ya sasa utandawazi, tuna mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana kwa kiasi kwamba unaweza tu kaanza kutangaza, jamani natoa huduma hii. Kwa kama natoa huduma hii, wanaohitaji ile huduma watafuata. Kwa hiyo kama umepata mteja mmoja, mtumie vizuri yeye kuwa ndo chambo chako. Kama kuna mtu anahitaji, tengeneza content kuhusiana na ile huduma unayofanya. Ndio kama unamhudumia mtoto au umeamua kuuza bidhaa tu yote, tengenezea content. Yani kwamba kwa kuelezea sifa zake, faida yake ni nini. Kwa endapo utakuwa unaweza kueleza ni kwa nini, maana watu tunahitaji elimu. Kwa nini nitumie huduma? Kwa nini ninunue bidhaa ambayo unaitangaza? Kwa bila kunipa sababu ya kununua siwezi kununua. Kwa watu wanahitaji kupewa elimu hasa ya kile kitu ambacho kama unataka kuuza. Maana shida yako ni pesa. Kwa hiyo ni lazima uniambie kwa nini ninunue. Hivyo. Maana una kitu gani cha tofauti? Cha tofauti. Kwa sababu kama ni biashara watu wengine hufanya. Sasa wewe umekuja na kipi cha tofauti, sio? Tupe sababu ya msingi ya wewe tununue cha kwako. Kwa sababu huyu anauza 5,000 na mimi nauza 5,000. Kwa nini mimi ninunue kwako nisinunue ya huyu? Okay. Yes, lazima ujibu haya maswali kwa wateja wako. Ujiulize mwenyewe na ujibu mwenyewe, si ndio? Yes. Ukishajipa majibu, yale majibu ndio unawapa watu. Kwa hiyo ndio unaotengenezea content. Yes, kama unavipodozi basi unaonyesha jinsi ya kutumia chipodozi na haya ndio matokeo ambayo yamepatikana. Kwa hiyo tupe story behind. Yes, mfano mimi hapa labda ninafundisha jinsi ya kununua bidhaa kutoka China. Okay. Yes, hicho ndio kitu ambacho tunafanya. Kwa hiyo ninakuonyesha kwanza mimi hapa unaniona ninafanya biashara, ninanunua mizigo hiyo na unaiona ninaiuza. Kwa like na mimi nikija pale nitaweza content ya kupa story, hii bidhaa hapa nimeiagiza kutoka China. Yes, kwa mwingine anayeona hili kitu naye atatamani. Atajomba kumbe naweza nikaagiza, ameuza amepata faida 10,000, kumbe na mimi naweza kufanya. Yes. Na ina faida gani? Kwa huwa ni mambo ambayo unapaswa kuyazingatia ili ujijibu ya maswali yote ili uweze kuuza ile bidhaa unayoitaka. Sawa. Maneno hayo. Kwenu wajasiriamali, kwenu wafanyabiashara wa mitandao ya kijamii. Sasa namna ya kumpata mteja wa kwanza kwenye biashara yako mtandaoni. So kwa sasa hivi kama nilivyosema wapo na utandawazi. Kuna mitandao kama Facebook, Instagram, TikTok na WhatsApp. Hii mitandao ambayo unabidi uitumie vizuri sana na itakurahisishia maisha yako. Kwa hiyo kwenye swala zima la kupata wateja. Yes, from nowhere tunaamini kwamba yoyote yule ana simu yake, anaweza akapost ile bidhaa yake kwenye status. Kuna watu 10 wataona. Umeelewa? Yes, ana ndugu zake, marafiki wanaomjua. Wale ndio watu ambao wa kwanza kukuamini wewe kukupa pesa. Kwa hiyo watumie hawa watu wako kwa ukaribu zaidi. Yes, kwa kuwaonyesha kile unachokifanya. Kuna ambaye atakusupport tu. Kwa kutumia watu. Yes, kwa njia za kwanza, step ya kwanza kabisa. Mimi naamini wateja wako wa kwanza mpaka 10 utawapata kwa watu wako wa karibu. Okay. Yes, wale ambao wanakujua, wanakuamini. Yeah. Okay. Anaitwa Haika Masawe, ni mwalimu wa wajasiriamali na wafanyabiashara kupitia mitandao ya kijamii. Tuko hapa tunazungumza naye kuhusu biashara katika mitandao ya kijamii. Una swali, una maoni, basi karibu sana kupitia 0756550066. Kama unataka kuuliza swali kufuatia haya ambayo tunazungumza, basi nafasi ni yako. Sasa Haika, tueleze kuhusiana na, maana umesema pia unafundisha watu kufanya biashara nje ya mipaka ya Tanzania. Ndio. Ni rahisi kiasi gani kwa mfanya biashara huyu akiamua kufanya biashara kwa namna hiyo?
Ni rahisi sana endapo utaweza kuleta bidhaa ambayo ni ya tofauti. Umeelewa? Yes. Bidhaa yote ile unaweza kaiagiza kutoka nje kama China, Dubai, sana sana China. Yes, mfano huwezi kusema kwamba unaleta bidhaa kama viberiti wakati viberiti vipo. Yes. Kwa ni kitu unatakiwa utafute bidhaa ambayo ni ya tofauti kidogo. Uwe tu mbunifu. Umeelewa? Kwa sababu hutaweza kucompete, mfano mtu viberiti vipo. Ina maana lazima uje utembee na bei ile ile ambayo inauzwa hapa nyumbani. Kwa tafuta bidhaa yako ambayo ni ya tofauti, ambayo unaweza kaiagiza kwa hata kwa shilingi 50 tu. Yaani kwa pesa yote. Watu wengi wanaogopa kuagiza bidhaa, wanahisi kwamba ni pesa nyingi. Unaweza kaanza hata na shilingi 10,000. As long bidhaa ndio ina cost hivyo. Yes, tuna mitandao ambayo ya Kichina kwa sababu hauhitaji hata kusafiri. Kwa siku hizi ni rahisi. Kwa unaweza kutumia Alibaba 1688, ziko nyingi, Taobao, Pinduoduo, yani ziko namna nyingi sana za kuwafikia masupplier au viwanda ambavyo vinauza ile bidhaa au zinatengeneza ile bidhaa na kwa bei nafuu. Kwa hiyo mtaji huwa haumati. Shikilia hapo Haika, samahani. Tupokee simu ya mtazamaji wetu, anaitwa Rogers kutoka Geita. Habari ya asubuhi bwana Rogers, karibu. Asante, kwema hapo studio. Yaani kwema kabisa, hofu na mashaka kwako. Samahani, mimi nauliza kwa wale ambao ni wajasiriamali wadogo lakini wanatumia simu ndogo hizi. Wanawezaje kutumia msaada? Wanaweza kupata msaada ili waweze kutengeneza biashara yao vizuri? Sawa. Kwa maana kwamba hawana simu janja, sio? Ndio. Haya, asante sana. Umesikia swali hilo? Nimelisikia kutoka kwa Rogers. Kwa hiyo ambaye bado haujafikia kumiliki simu ambayo ni smartphone, unaweza kupata wateja kwa kutumia watu wako wa karibu. Ndo hapo inaitwa kwamba like unabidi utumie mdomo wako kumfikia yule mteja direct. Umeshajua kwamba wewe hapo unauza labda ni umeamua kuuza nguo. Umeelewa? Inabidi uwafuate uambie. Umeelewa? Yani bidhaa yote inabidi umfuate mteja, unaona huyu hapa itamfaa hii bidhaa, ni mtumiaji sahihi. Kwa hiyo umfuate direct, muonyeshe. Yes, kwa namna hiyo utaweza kufikia watu. Kwa hiyo utabidi utumie nguvu kubwa sana. Ndio nilikuwa nataka nikwambie kwa sababu kama ukishakuwa mfanya biashara, nafikiri utanirekebisha. Nafikiri kuna haja ya kuwa na hizi simu janja. Yani ni umuhimu mkubwa sana. Yani investment yako ya kwanza huwa ni simu. Haya, malizia basi pale ulipokuwa unaelezea kuhusu kuna urahisi kiasi gani kufanya biashara kutoka nje. Kuna urahisi kwa sababu ni kama nilivyosema kwamba hakuhitaji mtaji mkubwa. Kwa hiyo unaagiza tu kupitia hizo website za hawa wa China au viwanda ambavyo vinahusiana zaidi na kuuza ile bidhaa. Ni nchi zote zina website ambazo zinatumia kama ni kiwanda. Yes. Kwa hiyo utaagiza kutokana na kiwango chako cha uwezo wako wa pesa. Na most of the time huwa nawashauri wanafunzi wangu kwamba agiza kwanza sample ili ujiridhishe, uone quality yake, ubora wake. Kwa tafuta masupplier tofauti wa the same product, alafu agiza ile sample, angalia. Ukishajiridhisha customer care nzuri, yes bidhaa ni nzuri, muda pia wa delivery, hadi mambo yote ambayo unapaswa kuiangalia. After that utafanya maamuzi sahihi kwamba like huyu hapa ni supplier sahihi na ambaye naweza nikafanya naye kazi. Kwa cha muhimu uweze tu kujiweka kama mfanyabiashara. Unajua ukipata ukimwambia tayari supplier kwamba like mimi ni mfanyabiashara but I just need to kujiridhisha kwamba kwao nipatie sample pisi 5, pisi 10. After that I'll make the decision. Sawa. Sasa kwa tulipofika ni kwamba wengi wetu tunaamini ili tufike huko ambapo unapazungumzia Haika, manake tuwe na connection. Sasa tuzungumzie kuhusu connection kwenye biashara. Mimi siamini sana kwenye connection. Mimi naamini kwenye elimu. Uwe una information sahihi kuhusiana na hicho kitu ambacho nakitaka. Kwa hakuna connection ya msingi. Mimi naona utafute elimu tu ya namna gani ya kufanya, kwa sababu viwanda viko na viwanda ni millions, ni vingi sana. Umeelewa? Na wale wote wanatafuta wateja. Umeelewa? Wanakutafuta wewe. Kwa sasa like they don't need... Samahani Haika, utaendelea, shikilia hapo. Tupokee simu ya mtazamaji wetu Innocent kutoka Kagera. Habari ya asubuhi na karibu bwana Innocent. Mimi nilikuwa ninauliza huyu anayetuelimisha hapa usijisikilize kupitia televisheni yako Innocent. Nisikilize mimi kupitia simu. Sasa
sisi kama sisi ambao hatuna simu sawa. Sisi ambao hatuna tupo tunaangalia nani taarifa hii na tunataka tuelimike wakati tuko vijijini. Sasa tunawezaje kupata hilo nani hiyo kutuelimisha zaidi ili tuweze na sisi tuweze kuelimika na sisi tuweze kuelimisha watu wengine? Tunaweza tukafanyaje? Sawa. Asante sana Innocent kutoka Kagera. Hai. Kama tunataka kufanana au mtazamaji aliyepita. Ya kwamba kuhusiana kwamba yeye yuko kijijini na anaweza vipi kupata kuwa na access na vitu hivyo vyote. Ndio jambo letu la msingi niliko pale pale. Investment yako ya kwanza iwe simu nzuri. Mimi naamini wakati unakitaka kitu unakipata, utakifikisha. Kwa sababu jikute imagine uko kwenye situation ambayo kwamba hauna option za kimaisha. Kwa maana kwamba simu nzuri ya kisasa. Simu nzuri sasa. Smartphone. Smartphone. Kwa sababu ukiimagine smartphone unazipata kwa shilingi 100,000, 70,000 sisi tunauza. Tena mpaka za mkopo zipo. Mpaka za mkopo zipo. Kwa hiyo mimi naona ufanye uwezacho. Yaani hata weka bondi hata ulichonacho. Hakikisha kwanza na smartphone. Uwe na uwezo kwamba una smartphone, unaweza kuweka vocha yako. Ukianzia hapo mimi naamini unatoboa. Safi kabisa. Yeah. Tuzungumzie connection kwenye biashara. Kwenye biashara. Kwa connection huwa tunazitafuta. Biashara ni risk. Kwa hiyo lazima utake risk. Ndio maana nilisema kwamba tafuta supplier hata 5 wa the same product ambayo unaitaka. Umeelewa? Yes. Wote wale utaamua unatuma 10,000 yote. Umeelewa? Ili tu kwamba nini? Ile ni risk. Nikipata return, nisipopata return, it's okay. Lakini mimi nikuhakikishie tu kwamba kama una elimu sahihi ya kutafuta supplier sahihi, ni lazima katika options zako zote 5, 4, ni lazima upate mtu mmoja ambaye anaeleweka. Hiyo ni risk ambayo unachoifanya. Tuzungumzie sasa kuhusu usalama wa mteja anapoagiza bidhaa kutoka nje, mfano kama China mpaka kuja kumfikia hapa. Kwenye swala zima la usalama ni kweli watu wamepigwa sana na ni kutokana na mtu kutokuwa na uelewa wa kuagiza bidhaa. Uelewa? Yes. Kwa hiyo hiyo tunasema ni riski ipo, lakini kuna namna za kuepuka. Na huwa tunajifunza kutokana na makosa. Kwa hata mimi sio kama sikuwahi kutapeliwa, sijui nini imeshatokea. Kwa lakini ni kisha nini ndio unajifunza, kwa sababu nilitapeliwa kwa sababu sikuwa nimeangalia kama ule supplier ana vigezo vyote ambavyo vya mimi kumtumia pesa hii. Umeelewa? Kwa huwa inatokea. Kwa kuna vitu ambavyo unapaswa uvifahamu kwamba huyu ni supplier sahihi before haujafanya maamuzi. Na ile option yetu ya kuagiza kwanza sample. Kwa sababu kuna mwingine utaagiza tu sample hatapotea nayo. Kwa hiyo inatokea. Mimi nafikiri hapo kama upakazie kidogo kwamba naweza kujiridhisha vipi kwamba huyu supplier ni sahihi. Yes. Kitu cha kwanza unapaswa kuangalia kwamba unahakikisha kwamba hichi kiwanda hichi unayowasiliana naye kweli ni kiwanda, sio dalali, kwa sababu kufano kwenye Alibaba kuna madalali wengi. Ndio. Kwa hakikisha kabisa hichi ni kiwanda kina miaka 5 na kuendelea. Kuna viwanda vingine hata vina miaka 20. Unaona kabisa watu wako serious in business. Yes. Hauwezi kudili na supplier ambaye ana mwaka mmoja kiasi kwamba yeye haoni risk akipotea na dola zako 1,000, 2,000. Umeelewa? Anafunga tu account na hutompata. Yes. Kwa angalia kwanza, ndio maana kitu kingine ninachosema ni customer care. Umeelewa? Yes, umeagiza tu sample, umeelewa, umetumia 20,000, 30,000, lakini kama ana customer care nzuri ataona kwamba atahakisha mzigo wako umefika. Umeelewa? Kwa compare the customer care, umuhimu, anakupa elimu ya kutosha. Unajua wakati mfano mimi ninanunua nguo kutoka supplier. Supplier anazijua zile nguo zaidi, anajua ubora wake, anajua nini. Yes, lazima atakupa udini. Atakwambia hii hapa ndio inatoka sana. Kama umemwambia mimi nilikuwa nataka hizi, akwambia hapana, nunua hizi kwa sababu ndio zinatoka sana kwa sababu kwenye chikwera. Unaelewa kabisa huyu mtu yuko kwenye biashara kwa muda mrefu. Anajua kitu gani Tanzania kinauzika sana. Kwa hiyo ule ushirikiano wako unajua kabisa huyu ni sahihi. Kingine zaidi tuna option ambayo ni ya muhimu kwenye kafano kwenye Alibaba, supplier ambaye unaweza kuona feedback za wateja wote ambao amewahudumia. Kwa kama mteja ameridhika na ile bidhaa yake, atakuja amepiga picha, atachukua video, atasema kwamba nimehudumiwa vizuri na bidhaa yangu nimeipata. Umeelewa? Na hiyo hawezi kuforge supplier.
Supplier hawezi kuforge zile feedback. Kwa hiyo ni mteja mwenyewe lazima uulizwe baada ya huduma, kwa hiyo unatoa feedback. Kama ni mbaya utasema mbaya. Kwa hiyo utakuta kabisa hapa kuna mtu ka comment vibaya akasema bwana mimi hapa au bidhaa zao ni mbovu ni nini, mambo yote unayakuta yako wazi. Kwa hiyo like hiyo ndio inakupa go ahead ninunue ama nisinunue, kwa sababu shona red flag hapa huyu kasema hajapata, na kuna rating pale unakuta kiwanda kiko verified, unakuta kimefashauza nchi, unaona kabisa imeuza Marekani nini na nini. Kwa hiyo mambo unaona kabisa bidhaa zake zina quality kama zinaingia Marekani hivyo. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo unapaswa kuyafahamu there. Kwa nini mimi nitumie mitandao ya kijamii kutangaza biashara zangu na nisibaki tu dukani nikafungua duka nisubiri mteja akaja na vitu kama hivyo? Kwa sababu moja ya msingi sana, kwenye mitandao ni rahisi sana. Yes, haulipii tofauti na kusubiri mteja umekaa barabara, umekaa dukani. Yes. Na wengi tuna mitaji midogo. Hautakuwa na pesa za kusema kwamba kulipia matangazo, kuwalipa watu wa kutangazia biashara yako wenye majina. Lakini ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, ni wewe utaanza hapo na peji yako, tupe elimu tu kuhusiana na hiyo bidhaa yako, sifa zake, yani watu watakufikia wengi. Na mtaji wako ukiongezeka, kwenye mitandao tuna option ya kulipia sponsored. Una sponsor tu matangazo yako. Okay. Yes, Instagram wenyewe wanakutangazia hawa Meta. Kwa hiyo wanawafikia watu ambao ni sahihi. Uwe tu na elimu sahihi ya kutangazia, kuwa target wateja ambao ni sahihi. Okay. Hapo kwenye matangazo, samahani kabla hujaendelea. Kwa ufupi naomba utujibu kwamba mimi napaswa kuzingatia nini kwa mtu ninayempelekea anifanyie tangazo lake. Kwa mfano wewe ni mtu maarufu sana, una wafuasi wengi kwenye mitandao ya kijamii, nataka nikuletee bidhaa yangu nitangazie ili wafikie watu wengi zaidi, mimi napaswa kuzingatia nini kwa mtu huyo? Na hili swala wengi wanakosea, kwa sababu huwezi kumpelekea mtu ambaye followers wake hawana interest na bidhaa yako. Kuna wengine wamemfollow yule mtu kwa sababu yeye ni mwimbaji, kwa hiyo wanapenda muziki yake. Huwezi kumwambia yule mwimbaji aje kutangazia atangaze vitu, mfano atangaze nguo ambazo sio nini. Yani unakuta wale lazima uangalie interest hasa ya watu wa followers wake ni wakina nani. Okay. Mwingine anapost umbea. Huwezi niambia kwenye page ya umbea unaenda kutangaza suti ya shilingi 300,000. Maana hamna mtu serious mwenye maisha yake atakuwa yuko anavaa suti ya 300,000 iko kwenye page ya umbea. Kwa angalia kwanza huyu mtu wafuasi wake ni wakina nani. Yes, yule labda utafutie labda vijora nini, unajua bisa followers wake wanapenda vitu gani. Kwa kuwa na interest ya angalia yule mtu wafuasi wake ni wakina nani. Okay. Wana uwezo, wana kipato ambacho mimi nauza hii bidhaa. Sawa. Kwa hivyo umeeleweka vizuri sana. Sasa naomba elimu hii tuipate kupitia mitandao ya kijamii. Naomba tuelekeze tunakupata vipi, lakini pia na mawasiliano kwa ujumla wake. Okay, sawa. Kwa mimi kwa mitandao yangu ya kijamii tunatumia jina la Business Eagle Startup au Haika Masawe. Ukiresearch kwa Haika Masawe unanipata YouTube, Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Na pia unaweza kutupigia simu kwa namba ambazo ni 0753 209244. Okay. Mimi kushukuru sana Haika, asante kwa kuja, asante kwa elimu nzuri uliotupa leo. Asante sana, na mimi nakushukuru sana kwa kunichagua. Shukrani sana. Anaitwa Haika Masawe, ni mwalimu huyu aliyejikita katika utoaji wa elimu ya ujasiriamali na mitandao na biashara kupitia mitandao ya kijamii. Na leo tumezungumzia kuhusu biashara katika mitandao ya kijamii. Tunakamilisha hivi Kumekucha Kishindo ya leo. Asante sana kwa muda wako mtazamaji wa ITV. Jina langu ni Halfan Abdul Qadir na kutakia asubuhi njema. Endelea kuitazama Superbrand Afrika Mashariki.